Kuna jamaa yangu hapa nilikuwa namuelekeza anapitia hii changamoto hii hapa. Kuku wake wanahara damu. Na alikupo hajui jinsi gani ambavyo anaweza akananilia akawatibu. Kwa hiyo ilikuwa namuelekeza hapa. Kwa hiyo nikaona sio mbaya, acha tu nirekodi hivi. Ni share na wanafamilia bwana. Huenda na wewe unapitia changamoto kama hii. Hata kama sio leo, kesho unaweza ukawa unafuga na ikakusaidia. Ugonjwa wa kuhara damu kwa kuku au wanaita coccidiosis, sawa? Huu ni ugonjwa, sawa? Huu ni ugonjwa ambao husababishwa na vimelea vinavyoitwa protozoa, sawa? Vimelea hivi vinaitwa protozoa, sawa? Hushambulia kuku wote hasa wadogo. Yaani inashambulia kuku wote lakini hasa kuku wadogo, sawa? Jinsi unavyoambukizwa. Bwana, huu ugonjwa mara nyingi sana huwa unaambukizwa kwa kula chakula chenye kinyesi, sawa? Yaani kile chakula unawapa chakula lakini huweki katika hali nzuri, yaani uvining'inizi juu, kwa hiyo wanajisaidia umo wanakula na nini, kwa hiyo mwisho wa siku ndio inaleta shida kama hii hapa. Lakini pia kunywa maji machafu, maji hayo wanajisaidia umo lakini pia wanakunywa, kwa hiyo vyombo vichafu toka ulivyoosha sijui lini. Kwa hiyo wewe ni kuongezaga tu maji, kwa hiyo inapelekea tatizo hilo, sawa? Lakini dalili zake, sawa? Kuna kuharisha kinyesi kilichochanganyikana na damu, sawa? Kinyesi kinakuwa kimechanganyikana na damu, hiyo dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili, kuku kudhoofu na kupungua uzito. Unaweza ukaona kuku wako wanadhoofika na wanapungua uzito, hawali, umeona. Lakini nyingine wanakuwa wamezubaa kuku wako, utakuta wamezubaa na kushusha mabawa. Hii wanakuwa wale watoto wadogo, vile vifaranga vidogo vinakuwa kama vimevaa koti hivi, sawa? Lakini pia kuku wanajitenga. Kuku wenye ugonjwa huu hapa ukiwapata mara nyingi huwaga wanapenda kujitenga na wengine. Yaani anakuwa amezubaa amekaa hapo, wenzake wanatembea kule, yeye yupo huko amejitenga tu. Lakini nyingine hupoteza hamu ya kula. Umeona? Tiba yake Parajiki Sala, dawa ambayo inafanya vizuri kwenye ugonjwa huu hapa. Dawa hizi za kisasa za dukani, sawa? Unaweza ukatumia Ampliam, sawa? Ampliam inatibu vizuri, lakini pia unaweza ukatumia Oxytetracycline. Oxytetracycline, wengi mmezoea kuiita OTC, sawa? Inaweza ikawa OTC 20, sawa? Au 10, whatever, inatibu tu vizuri. Lakini pia unaweza ukatumia sulfur, wengi mmezoea kuiita ESB3, sawa? Ile ni sulfur, inatibu pia, kwa sababu zote ni antibiotics. Lakini hiyo unachanganya na nini? Utachanganya na vitamini. Vitamini itafanya kazi ya kusaidia kuongeza kinga ya mwili, lakini pia kuongeza kinga ya mwili na kuwafanya kuku waweze kupata hata hamu ya kula. Umeona? Kinga, jinsi ya kuwakinga sasa kuku wako wasiweze kupatwa na tatizo kama hili. Cha kwanza, vifaranga wakifikisha siku 7, wape Ampliam, sawa? Kwa siku 3 mfululizo. Hata kama dalili hujaziona dalili, wewe wape hiyo Ampliam, sawa? Lakini pili, watenge vifaranga na kuku wakubwa. Chagua wale kuku vifaranga, watenganishe na kuku wakubwa, sawa? 3, zingatia usafi wa banda, vyombo pamoja na chakula, sawa? Na 4, kuku wagonjwa na wenyewe unawatenga na wazima, sawa? Unawatenga lakini wote dawa unawapa. Kwa hiyo hata kama yule ambaye hawezi kunywa dawa, basi hakikisha unamshika, unachota na kijiko unamnywesha. Basi wanapona wote, watapona. Sawa? Lakini kikubwa kabisa
ukitaka hizi changamoto hizi zisikukute kabisa kabisa. Na magonjwa mengi sana ya kuku yana chanzo chake ni uchafu. Kwa hiyo siku zote hakikisha banda lako linakuwa safi, kwa sababu mafua yanatokana na uchafu. Yale mavi ya kuku, pumba sijui zinasagika sagika mle ndani, hufagii wiki nzima, mwezi mzima. Umeona? Kwa lile vumbi mle ndani, mwisho wa siku wanapata mafua. Matumbo hivyo hivyo. Umeona, usafishi banda wala nini, kwa mambo yanakuwa hivyo. Kwa ukizingatia usafi wa vyombo, vyakula, mazingira, basi utakuwa umeepuka na changamoto kama hizi, utakuwa unaenjoy.